Bwana huyo waja ndio na kula mtama na mimi ndopuuza karafuu. Na mimi nitajirekebisha kwa kupitia hapo. Sasa hivi nikiuza tu karafuu sichukui pesa. Kwa cheki na kwenda zangu. Sasa jengine bwana. Hivyo wewe na Halikuniki mna matatizo gani? Halikuniki bwana si atumwezi. Halikuniki tatizo lake ni moja tu. Si mtu wa kuelekezwa kitu. Kwamba hiki kiache ni kibaya hataki. Hicho tu basi. Wewe tukaje shamba ukalitie moto ndio safishe shamba. Ukachoma shamba nzia karafuu. Choma lako na kichoma lako pia ni hasara. Sasa kwa taarifa yako yule bwana anakutafuta. Na siku mtakutana kama hivi tulivyokutana na mimi, siku hiyo kutakuwa kuna kishindo kikubwa sana. Sasa kwa taarifa yako mimi nakutuma wewe alikutuma. Mimi hakunituma isipokuwa nasikia. Sawa wale ukasikia waambie na pia yatambaza mbevi. Majuto asema Halikuniki asinitishe mimi mende. Mimi sio mtu mdogo kunitisha mende basi nitakuwa naogopa. Mimi mkubwa mwenzie na yule size yangu. Mimi yule kwanza kija Halikuniki kwanza namweka sasa kwanza na pia za Tyson za. Kimchimboba kiduka mimi sasa wewe unafanya masara. Sio masara, mimi nijampiga kama Marekani. Kichwa chini. Nakwambia vipi? Kwa tumbo hilo na Halikuniki mkikutana anakumaliza. Mimi nakwenda zangu. Bwana. Haya. Hapa nani karafuu? Jua sikiliza. Kwa mujibu wa sheria ya maendeleo ya karafuu na kanuni zake, ni kosa kuanika karafuu barabarani, kwenye mapaa, kwenye mabaraza. Kwa hivyo hapa unajitafutia matatizo. Sikwambii hii aibu ambayo wageni wanapita wanaona karafuu ambazo wao wanazitumia kwa chakula, wewe unazianika barabarani. Kwa hivyo ondosha. Sitaki tena nikwambie mimi nani, sijayo tusende huko. Ondosha. Bwana nitapita tena. Msimtishe wewe. Bwana Halikuniki, salamu alaykum. Salam. Habari zenu? Nzuri. Watoto bibi hajambo? Salama tu wenyewe. Habari? Sitatu jambo, habari za nyumbani? Habari safi. Naona huonekani bwana. Mie? Mimi nanipo. Kiasi usinione kwa sababu mimi nashinda porini. Niko huko porini kwanza kwenye mikarafu kule. Toka na wiki nafyeka hivi leo ndo niko na tia moto huko. Huko shati ya moto. Bwana Halikuniki, lakini wewe usingizini wewe. Mie? Ungenikuta hapa na kuni njiani na panga ile.
Bwana, hujui ni kosa kubwa sana kufyekea mikarafuu halafu ukatia moto ndani ya mikarafuu tena ni kosa kubwa. Ukizungumza neno ujue nimezungumza na nini. Sijaitia mikarafuu, nilimofyeka ndimo tia moto. Na wewe nenda kaangalia. Sikiliza, usiniambie kama nende kuna makosa ambayo kuwa wayatenda wewe lakini hujitambui. Huwezi ukafyeka ndani ya mikarafu halafu humo ndani ya mikarafu ukatia moto ndani ya mikarafu. Hujui kama wewe watia moto pale ndani ya shamba yako. Huko usoni kuliko kuna mashamba mangapi huko? Hebu nenda kaangalie kwanza. Kaangalie. Kuna makosa ambayo kwa tuyatenda bila sie kujitambua. Ukisikia uchumi wa nchi umporomoka na karafuu haeza ni kosa hili. Kama ilikuwa twavuna zaidi ya tani 10 au tani 20, basi waonaza pungua tumpata tani 7, tani 3, tani 12 kwa kosa kama hili. Na halafu hapa ni hasara kwetu sisi wakulima. Halafu kuhusu suala la mazingira. Mazingira huruhusiki ndani ya mikarafu kuchoma moto, kuchimba mchanga, kuchimba mawe na kupiga tanu za nka. Hili ni kosa kisheria. Usinamie. Sikiliza, uzungumze kitu nini unanambia? Sasa wewe unanifahamisha na ngomba. Sikugombi nakwambia. Asante, habari za hapa? Nzuri kaka. Karibu ondoka Juani. Mungu akubariki. Karibu kaka. Mungu akubariki. Uchi wote unaowe hapa? So kiasi wa kwangu tu. Na hii migomba hii, hii design ya migomba hii, wewe ulijifunza wapi? Asa ndio utaratibu haswa halisi wa kupanda migomba. Naam. Bwana Majuto, nakwambia hongera. Tena hongera hasa. Asante. Kwa kuku hawa na migomba yote unaipanda hii. Ha, migomba ulipata wapi? Mbali. Sasa bwana, nisiwe mwazima jamvi. Ikawa na tongoa lingine lile ninalokuja sijalitongoa. Bana, kuhusu huyu rafikio huyu. Nani? Huyu halikuniki huyu. We nawe bwana. Mimi na halikuniki bwana, ni ardhi na mbingu. Hapana hatuongei. Bwana, tabia mbaya. Tena mbaya hasa. Bwana, huyu kazi yake ni kutemea mikarafu akinakitia moto hapo hapo. Ndani ya shamba la mikarafu. Hii ni tabia mbaya ambayo kuwa haifai. Haifali hasa.